Mimi nimekaa chini na 37 presidents kukula na kukunywa na kwenda pale nje kwa kamuti kukula glasi ya wine tukiongea maneno. Ati sasa ndio nakuaga na hawa wazee. Ati kupatia hawa wazee chakula hapa. Kukaa na machokora kina buju. Ati wanakuja machokora wanajaa hapa. Can you imagine? Mtu mwenye hata insi zilikuwa delicate, yani insi gi koguhelelia. Hiyo soko ilikuwa inasimamishwa ndio Waruinge ashikwe kwanza. Sasa hapo ndio mwenda wa simu alinirarulia makofi. Nikasikia wamama wengine wakisema ni age shamani na modorome. Lakini sabuni ya kuoga utakuwa unapita tu kwa neighbor, unangoja ile sabuni kanatupwa na maji, unakachukua tu na unaweka kwa mfuko. Nikaenda mpaka ikafika breki za na huko nyuma zikaisha. Sikuwa najua ikitoka, nilikuwa nasikia kitu kimeanguka kama ni kamawe. Na ninasikia niko sawa tu. Na watu wakicheka na mimi nacheka because it was normal. Kwa kitanda nilikuwa nakaa hivi na inua kamugu hivi na achilia kwa kitanda. Baka siku moja niliamuka nikajikuta niko na magunyo za white zinatembea kwa mwili. That is what marked my transition. What is a humble heart? And how do we get this humble heart? Ni nini kuwa humble? What is to be humble? Humbleness is called humility. And to add on top of that, there is nothing that pleases God more than a humble heart. Throughout the scripture, we see that God delights in humbleness. Niumbie moyo mpya. Moyo safi. Moyo na moyo tena wa nini? Wa kunyenyekea. Na moyo wa nini? Uliobondeka. Haleluya. Sasa ndio hiyo, sasa hapo ndio tuko. Moyo safi, ulio na hisia za unyenyekevu na ulio bondabondo mpaka ukabondeka. Sasa hiyo ni maombi tunaomba. Niubie moyo mpya. Nataka nikwambie hatari za kuomba hiyo maombi. Hallelujah. When you are praying that prayer, you need to think twice. You rather not pray such a prayer. And that is where we have made many mistakes in our life. Because tunaomba kitu when we are not prepared. We ask for humbleness when you are not ready to be humble. Because when you ask for humbleness, you are asking God, humble me. Hallelujah. Humble, remove the ego ambayo iko ndani yangu. When you are asking for humbleness, you are telling God, circumcise my heart. When you are asking for humbleness, you are telling God, remove any cloth that does not please you in me. Toa mavazi yote. When you are asking for humbleness, you are telling God, I am an eagle. Nimesoma. Miko na degree. I am a professor. You are telling God that remove the doctorate ama certificate yoyote iliyowekwa ndani ya kichwa changu. Ing'oe, nataka kukaa venye nilizaliwa. When you are asking for humbleness, you've been driving a Mercedes. You are telling God, take me to Mukuru. Na nikae na hawa watu na nisisikie mafi kinuka huko. When you are asking for humbleness, you are telling God, now make me a servant, that I may be serving people. And you know what God will do? He will bring to you watu ambao wanakaa kama kesheji. People that will irritate. People that will strangle. People that will bring you down. Situations that will bring you to the levels that you will not want to be associated with. That is what we call asking God to give you a humble heart. If you knew what you are asking for, it is a body surgery. It is a surgery, a diabolic surgery, a mental surgery, a heart surgery, a stomach surgery. Everything, it is a surgery. Ego surgery. Imagine sasa you are ego.
Na ndivyo watu wanakujua unatembeleaga kwa hewa. Ukinyoroswa kama gari kubwa, anyoroseke mpaka ajue kunyoroswa ni kunyoroseka, unakaa mzuri. Hallelujah. When you ask for a humble heart, you are telling God to remove everything from you. You become empty and he starts now feeling you. Kupata humble heart ni kuondolewa kila kitu, kung'olewa kila kitu. Ego yako inang'olewa, masomo inang'olewa, pesa zako zinang'olewa, kila kitu kinang'olewa, unabaki empty debe. And then you leave yourself there to be filled step by step. If you are a millionaire, don't ask for a humble heart. Kama wewe ya mtu unakaa Ruda, unaendesha magari kubwa kubwa, don't ask for a humble heart, because your car will go. You know, there are people there in Runda, ile gari wanaendesha inafanana na ile nguo amevaa. Hallelujah. So are you ready? Because God will remove one after one. He will chase them that support you one after one. He will ground you to zero, to ground zero, for him to build you with the heart that he wants you to have. You have never given anything in your life. You are not a giver. Haujuagi kutoa msaada, kubariki, kupatia watu chochote. Chakula ile mingi unapikiaga umbwa yako, chakula ya shilingi 10,000 per day. Hallelujah. Umbwa inakulaga vizuri kuliko watu 500 wa mkuru kwa Ruben. Umbwa yako moja. Sasa it reaches a time God will allow auctioneers to come and auction you. Because you ask him, give me a humble heart. He will test you in a hard way. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of James 1, verse number 2. My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Count it all joy when you face challenges of trials. Because the trials are not coming to you because God hates you. Because there is a prayer you made when you went to Katoroni. Tukiruka mwaka, there is a prayer you made to God. You ask God, use me. Nitumie. God will never use a vessel that he has not tested. He will never. You can never be given a driving license if you have not been tested to drive a car. Knowing that the testing of your faith will produce patience. Before you get the patience, before you are patient to sit and listen, God will bring a huge challenge in your life. Because we know you. You don't listen. We know you. You brag. Tunakujua haupendi kukaa chini, haupendi kuambiwa, huwezi kuelekezwa. And you are asking God, here I am, a vessel. Just like Isaiah said, use me. God asked, is there anybody I can use? Yes, here I am, a vessel. Just I'm ready to be used. And God called Isaiah, gave him a small responsibility. Just few. And his mouth was in tatters, was vomiting, was diarrheaing. His mouth. The man of God, Isaiah, was vomiting, diarrheaing, hopeless, useless man. And he has already surrendered to God. God will never contaminate himself with the kind of language, the vulgar language you have. God will never contaminate himself with the kind of the hatred you have towards people. God will never contaminate himself with the kind of how you treat other people. The ego you have, God will never allow it to come to you. And that is what Isaiah was in. And when God realized this man will be not be, he saw the man who wants, he's really what he wants to become. But what happened? God saw that Isaiah is still not yet. What did God do? Hallelujah. What did God do? Alimweka makaa moto kwa mdomo yake. Now that you want God to use you,
Are you ready for hot charcoal in your mouth? Why did he put the hot charcoal, makaa moto kwa mdomo? Alimuweka kwa nini? Did you ask yourself? How many of you are still ready to be humbled by God? How many are still ready up to that level? Tumepuguka. I'm telling you, by the end of this sermon, none of you will be ready. Isaia akakamatwa, akawekwa makaa moto kwa mdomo yake. You can imagine, unawekaga tu waru moto, alafu ukimeza unasikia waru venye inaenda mpaka mahali inaenda kutulia. Sasa imagine makaa moto ikitembea kwa mwili, ikitembea kwa mdomo yako, inatembea inakupeleka, and you have no option of spitting it, only because he said, here I am, use me. That is the only mistake Isaiah did. Here I am, use me. And God knew that I cannot use a trash. I cannot use a compromised person. I cannot use a vulgar language person. I cannot use somebody who is lazy. I cannot use a liar. I cannot use an arrogant person. He must make sure that you are humble, and humble indeed. When we started this ministry, immediately we started. 3 months later, Corona was there. And it was like now the world has been shut down. And he told me to continue preaching. To what? Kwenye viti. Nilihubiria viti 6 months. Remember now, imagine now, put yourself, the daughter Waruinge, you know. Aliyekuwa kiongozi wa kundi maharamu. Kiongozi wa watu over 4 million. Nilisukumwa, nikafinywa, nilibaki kuhubiria viti. Imagine kanyumba kama haka, ukiona viti viko empty. Alafu ndio kinakokiwa alikuja. Nancy akakuja, Karo akakuja, Alice akakuja. And all these people with experiences from different churches. Koki ni mobilizer wa mapasta. You can imagine, amekuja kukaa kwa mtu ambaye chini ya mtu ambaye hata kuokoka hajaokoka vizuri, lakini yeye ndio mobilizer ya mpaka mabishop. Koki ukimwambia kesho nataka 10 bishops, wanamsikiliza, watakuja hapa. Sasa ndio huyu amekuja kukaa chini ya Dora Waruinge. Nancy, makanisa karibu ya nusu ya Nairobi ndiye amehusika kufungua. Amehusika kwa njia moja nyingine. Mtu huyo ana influence ya mapasta na mabishop. Ndio hiyo sasa amekuja kukaa chini ya Dora, mwenye hata hajui kitabu ya Genesis iko katikati ama huko. Hallelujah. Now you can imagine the kind of the people God brought to me. Nemakoheadeli. Na nilikuwa na mahubiri ya vita. Bwana anasema, wale wanacheza na kazi yake wanaenda kuangamia, wale wanakaa visivyo wanaenda kuangamia. Yani hakuna vasi hata moja ya Biblia ni venye mtaangamia, venye mtahabri, venye kutakuwa. I never preached the whole year. It was preaching of bitterness. Kumbe Mungu was dealing with my heart, because alijua this is an arrogant person. Hii ni mogeke tu imejaa hapa. Na lazima angetoa mogeke yote. Na ilitolewa City Stadium. Ile arrogance nilikuwa siwezi kuingia tugari hivi. Lazima nikuwe na gari special. I was reduced. Nilitembea na motorbike. Kuna siku nilibebwa na Johnny. Najua ka Johnny kale. Kutoka nyumbani. Kwa sababu nilitaka kubebwa, maana katanibeba, alafu nikaambie pesa nitakupatia jioni. Maana sikuwa nazo. Zote zikaisha. Nikakuwa sina. Sasa the ugliest sin ikakuja. Tukakosa pesa ya kulipa nyumba. Maauctioneer wakatumwa
Ndio hao mchana life. Na watu wote wanajua huku ni kwa Dora ule mkubwa. Viti zikaanza kutolewa moja baada nyingine. Nikapigia mwenye nyumba simu. Nikamuuliza, umeamua hivyo? Sasa angalia ile umugeke ikarudi. Kwa sababu Mungu alikata kujua mugeke imeisha, niachane, kwa sababu niliambia Mungu, I'm ready now, use me. Baba, igwera that to guide the keramehia mako. Baba, ready go gwathekera. Alinifanya testi moja. Tarehe 7 hiyo asubuhi ndio hao auctioneer wakaigia. Nikapigia mwenyewe mwenye nyumba. Ugo nigo yasiria totwarane. Kawari ganero nini? Nuramenyo na dili nao. Mungu akaniambia, si ulinidanganya. Uliachana na hiyo maneno. Kumbe bado huko kwa hiyo kikundi. Bwana asifiwe sana. Wakati nilirealize hivyo, nikapiga magoti chini. Nikakumbuka kuna kacheki nilikuwa nayo kwa kanisa, nilikuwa nimepatiwa na mtu. Nikapatiana kaende huko na kakaenda through. Kumbe Mungu ana taste kakitu kadogo. Ukiambia Mungu nimeshida sasa, niko sawa, nitumie, anakuletea taste inalingana na hiyo kitu umetaka. Mimi nilianguka tena, nikarudisha process another 6 months ya kutoa umogeke. Bwana asifiwe sana. Siku hiyo ndio niligogewa gari na vijana walevi. Naona pale Carnival hapo kuna walevi wengi sana hapo. Kakijana na Kasubaru. Mzae mjinga wewe, toka mjinga, unafikiria hii gari yako toa takataka kwa barabara. Toka mzae, wamefungua mlango kila mahali. Mimi nilinyenyekea tu nikaambia I'm sorry. Sasa mmoja hao ndio akasema, najua huyo ni nani? Huyo ni Buddha. Mase huyo ni Buddha, tuepe. Vichwa zitatembea. Nimeshughulikiwa vizuri. My sister, for how long utakuwa mang'aa? Afade. For how long utakuwa mang'aa? The more utakuwa mang'aa, the more unachokoro. Hallelujah. The more. Watu hapa ni watumishi wa Mungu wengi sana. I can see many people ni watumishi wa Mungu. I can see watu hapa ni servants of God, business moguls. But your arrogancy, your failure to feel God, your failure to submit to God will cost you a more wasted time. Utaendelea kupoteza wakati. Utaendelea kupoteza wakati wako. Maana God will never change. He is not like African. God will never go for a shortcut. He will go for a full course with you. Alafu unakuja hapa Sade kutapikia Mungu. Oh Lord, Master of Masters, you are the King of Kings. You are the King of Love. Then he reminds you, friji yako baka umeifuka na kaba, maana haifugiki, imekaa hivi venye imejaa. But your brother does not have food. And then you are asking God to use you to do what? Unataka kutumie. Brother yako amekufa njaa. Brother yako ako na malnutrition. Brother yako is suffering somewhere. Your cousin is suffering. Your neighbor, a man in church here does not have a house. Kwako umeweka godoro mpaka zimekuliwa na panya. Oh, Master of Masters, Riakotori Mahasaya, the God of love, I come before you. What kind of a God? Which God are you talking about? If you are saved, there is nothing can be gotten from you from that God. You have 10 pair of shoes and your brother does not have a single shoe. Unangua wardrobe yako baka imeinama, ni ole yakuwe tatashi amali, sitakwashia kwa yake. Sikuenda za amaliro. Si imebeba wardrobe, imebeba baka imekaa hivi, baka. And your sisters at home, your cousins at home, they don't have clothes. Then you come, Lord of mercy, Lord of love, Lord of Kateria Bakatia. He will never listen to you. Do you know what he'll do? He will cause you to suffer the more.
atakupatia pesa utume tutoto twako wapi? Tuwili ngapo. Only 2. Kama tumwa kule UK, katakaa mwaka mmoja kakutane na watu wa madawa za kulevya. Sasa uonage uko na nguo zimejaa, lakini kama mtoto kako Amerika. Mimi I fed, nilikuwa Germany, nilifeed watu chakula, wazungu hawana chakula, na snow ndio hiyo, anakaa juu ya snow, na imagine nimevaa maguo 10 na bado nasikia baridi. What about this man? I had to go to the hotel McDonald's, nikanunua chakula niende nikae na wao tourist. Na by the time nikukaa huko, mwenye tulikuwa naye alinisaidia kugandura magoro, na huyu amekaa hapa amzuku. Bwana Yesu asifiwe sana. Until you are able to emulate and do what God does, that is when you are going to move to the next level. You will never preach, you will never become. I have the capacity to go even kupeleka basi moja wapi? Kayole, Dadora, ndio kanisa ikae imejaa. Lakini Mungu aliniambia usidhubutu. It is me who is going to grow the church. Hallelujah. Na akaniambia hii si mogeke. Mogeke tulikuwa tuna recruit. Wangapi waliface? Walikutana Mogeke mundu kumundu in recruitment drive. Ni huko Kayole tu nikipita mtaa, wewe unashika ni kunyorosa, unapeleka ndani ya nyumba. Kunyorosa na kuambia kutoka leo ni Mogeke. Umesikia? Na kwa sababu uwezi hama, utahama wende mtaa gani? Ukienda Dadora tuko, ukienda Kayole tuko, ukienda wapi tuko. Ilibidi unatulia, unakuwa Mogeke. Na unaanza ili kabiwa hii haikuagi hivyo. Na hiyo ndio kitu Mungu alinishughulikia sana nayo. Kwa sababu nilitaka sana, natuma kina kopi, nendeni mmobilize wa mama, tikiti ndio hii muwalete. Mungu akasema, hiyo tu pesa tu nikazimiwa. Wewe ndio ulifanya tu pesa tu kutufugwa. You should have told me. Mungu huko hakufanyagi kama huko kwingine. Huko ni Mungu yeye ndiye anafanya process by processes. Until that you reach this time. Hiyo ndio inaitwa sasa you have been humbled. Mizigo yote ya dunia imewekwa chini. Na ni Mungu, kwa sababu ya ile ombi ulifanya nini? Uliomba. Nilienda hivyo mpaka sima kwangu ikakatiwa kwa kikigi. Kwa Dora Waruinge ilikatiwa kwa kikigi. Sasa kila mtu elia mzima wakajua Dora amekatiwa sima. Sio ingine walikuwa wanakuja wanakata, ninarudisha kawaya. Wakikata narudisha kawaya. Sasa walikuja wakakata kwa kikigi na wakangoa kikigi, wakaenda nayo. Sasa imagine walikuwa hata hiyo kijiji yote walikuwa wanataka kunichagua chairman wao. Hiyo I was in that process ya kuchaguliwa chairman. Sasa wakaona hiyo kiroli kimekuja kimeshika na hiyo kichuma ikakelewa kwa mgongo na lori ikaenda. Wakakuja kuuliza what is happening, kwa sababu kuna jamaa mmoja ananipenda akataka kuja kujua what is this Kenya Power doing in kwa Dora. Akaambia huyu mzee ajalipa miezi 12 na ile kitu anafanyaga ni kuiba stima, ni mwizi wa stima. The kind of life I wanted to live, it is not the kind of life that God wanted me to live. God wanted to live a straight life. Na wakati nilijaribu kuifinya, akanifinya. Na akarudi akaniletea aibu. Aibu zingine si za shetani. Aibu zingine, wacha nikwambie. Ndani ya pale Mungu wako, tafuta shetani pia anaweza kuwa hapo. Na ndani pale shetani yako, tafuta Mungu anaweza kuwa hapo. Maana mimi nilijaribu kufake life. I tried all I can to fake life. And the more I faked my life, Mungu akaendelea kunifinya. Electricity ikaenda, akanifinya, maji ikaenda. Sasa ikakuwa, unajua huko hakuna, siwezi kuandika mfanyikazi maana sina pesa. Ni asubuhi niende kwa neighbor. Na huyo neighbor ako kwa barabara, gari zote zinapitaka hapa. Na mitungi kapi niende ninabeba maji. Na mitungi 2 Dora Waruinge.
Miezi mitatu nikibeba maji, mpaka vijana wengine wakaniambia tutakuwa tukikuchotea maji, wewe ingia kwa nyumba. Vijana hivyo hivyo tu, huwezi taka wakuingie kwako, lakini hao sasa ndio walikuwa kunibebea maji. Ukiwaona kwako utaita polisi, maana ni waizi. Lakini hao ndio walikuja kuwa msaada kwangu. Kumbe Mungu alikuwa nataka nirudi kwa hiyo kirasi ndio niweze kuwasaidia. When God is ready to use you, he will reduce you to the level of what kind people he plans to give to you. Kama amekwambia utakuwa msaada wa kusaidia watu maskini, utakuwa maskini, my brother. Ndio wewe na kiwedo gya guteidia ndu. Muno. Ndio rakinyo kaheo kindu. Kaheo nguo cia gwikira. Ndio rakinya. If you have a calling of giving in you, uko na mwito wa kupatiana, lazima kwanza upatiwe. Ndio ujue ukipatiana what you give, the value of what you are giving. Waikoro nduri waheo ya kuria ati unaona mundu hadu agite kasha anarusha kamukate, amekula ameuma ati sikuragi bluebird, anarusha, unatamania kuivuruta, unatuma Roho Mtakatifu akuvurutie. Kama hujafika hapo bado huja qualify kupatiana. Hello, wangapi wako tayari kuwa watu wa kusaidia watu? Okay, umefika hapo? Umetolewa kwa nini? Kwa nguo za mtu, anakupatia paka kaguo kadani. Umefika hapo? Bas, you are not yet. The journey is not yet. Hello. That is how God does. He made for Jesus to become a savior for this world. He was humiliated. Aliwekelewa kwa msalaba, na wakakuja wakaandika jina pale inri ate oyo noe muthamaki wa Yahudi, ate huyu ndio mfalme wa Yahudi. It was a mockery language. Sasa jitoe modokai, jitoe. Alijitoa mpaka ikafika hata yeye mwenyewe akafili ni kama God has forsaken. My Lord, why have you forsaken me? You can imagine Jesus akifika level, my Lord, why have you forsaken me? Wadiganeria neke. Imagine muhonokia witu. No kijagia kinyire hadu hagutuika ni yakohonokio nigetha tuike muhonokania. He was hid, mishumari. Hiyo msalaba nimeiguza. Hiyo msalaba nilikuwa nayo. Na hiyo nguo ile ilichapo ile ililaruliwa niliiguza hivi. I could see it. I could feel the power. After imagine sasa Jesus mwenye alitengeneza samaki zikaongezeka, mikate ikaongezeka, mwenye alikuwa anatembea juu ya maji, yeye anatembea juu ya maji and hakuna kitu kinamuaffect. The same Jesus cried to God. Mungu wangu, have you reached a point of crying to God? Have you? Nyokinyeti how? You are not yet. Ogoja uivishwe. Ogoja wakutengeneze mzuri. Verse 4. Ogoja wakutengeneze, utengenezwe vizuri, ndio hiyo kitu unatamania kukua ukue. If you want to be rich, a billionaire, you must go kwa kina watu ambao ni mabilionea, uulize walipataje hizi vitu. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Those are how many statements there? You patience. Combine verse 3 and 4 together. Knowing that the testing of your faith
produces what? So that is the greatest thing that will happen to your life. The patience. How are you able to wait? I will pray nitakuombea hapa. Wewe unajua umezoea ile instant miracle. Lakini Mungu ameniambia atapona after 1 year. So mimi nitakuombea, I will perform my duty and leave you. But now what will happen? It is every day convincing you things will be alright. I know ni December utapona. But now God will use the point you met me and the point of your healing, the 11 months of transforming you, changing you to a character that is usable in the kingdom of heaven. Utaenda kila hospitali, ukaenda kwa waganga, ukaenda kwa manabii, ukaenda kwa madiviner, you will go all places and nothing will be happening. And the more you go, the more you give out the little money you have. Baka wakati itakuwa mwisho, until when you will have nothing to compare yourself with. When your money comes to an end, hauna pesa kabisa, umepatiana kwa manabii, until you exhaust all your humanly knowledge, that is when God will begin with you. But if you have still something small to apply, God will never involve himself into your applications. Hallelujah. He will make sure you got nothing to cling on. By reducing you to zero, God will give an image to every person. You're a billionaire. Lakini jana ulikunywa turuki na kaugali. That is the works of God. He is telling you, you are a millionaire, but the process is not yet. Ye anakupatia sura mzuri kama hii. Nutageuko ba milioni 10. Nimeokaga. Ukiremi na sio. No process. When you realize this is the process of God, surrender as quick as possible. Don't stretch it. I normally tell people, afadhali uende kwa shetani mukapigane na shetani kuliko uende kwa Mungu mukapigane na yeye. Maana ukiwa kwa shetani, you have a place to run to. You have a God to run to. But when God chooses now, I'm dealing with you, he will close all avenues. Zitafungikwa zote. Until that which he wants you to be becomes. Until that which he wants you to become, it will become, but in a process. And the process will be shortened or will be created long by God himself. Not by God, but by you. Venye unakausha moyo wako, hivyo na yeye ndivyo Mungu anakausha moyo. Mungu ni mang'aa kukuliko. And more especially for those people who have been called into ministry. Leche nikwambie, kama God has called you into ministry, to serve into ministry for 30 years, I want to assure you that 30 years utazifanya. Hautakufa. You will try to die, you will not die. But God will subject you to total humiliation. Total. Bako na ziko wako na ginyake kipi ya hapo kwenu. Kinakutukana wewe mchawi wewe da. Unatoka hapo, unaenda kwa kona ingine unakutana na mwenda wazimu. Mimi nilitukanwa na mwenda wazimu Gong. Wakati nilikuwa nimekataa kuhubiri. Nilitukanwa. Na alinisomea kwa soko hiyo ya Gong hapo, wale wanajua Gong. Kwa soko ya Gong, mzee hana guo, una imagine venye amekaa. Amenishika hapa, ananisomea. Wewe mjinga kubavu wewe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Unafikiria unaweza kushindana na Mungu? Uende uhubiri na ufanye kazi ya Mungu. Acha ujinga. Akanipiga kofi pwa. Kwa soko katikati. In the middle of the watu wakaangalia. Kai. Niona Kongo nilikuwa naokopewa kwa sababu huko Kongo ndio nilikuwa headquarter yangu. Au Kongo ndio wanajua nikikujua na polisi. Nilikuwa nakujua na polisi 200, helikopta 2, maradrova kila mahali zilikuwa zinafunga barabara zote. Kutoka Gong mpaka Kamete tulikuwa tunaenda na 10 minutes. Sasa hapo
Hiyo soko ilikuwa inasimamishwa ndio Waruinge ashikwe kwanza. Sasa hapo ndio mwenda wa simu alinidharulia makofi. Nikasikia wamama wengine wakisema ni age shamani na modorome. When God chooses to bring you down, he will bring you for sure, but you are not going to die. Yes, utasurvive na turugi, na afya utakuwa na mzuri kuliko ule anakula nyama. Lakini sabuni ya kuoga utakuwa unapita tu kwa neighbor, unaongoja ile sabuni kanatupwa na maji, unakachukua tu na unaweka kwa mfuko na unajifanya hakuna kitu. Ama unaenda kwa neighbor kupiga story, unaenda kwa neighbor unasababisha stima zinapotea, ama gasi inakatika wakati ugali ilikuwa inaekelewa. Wewe, you are the cause of the problem. We see, knowing that the testing of your faith produces patience, to be able to depend alone on God, to be able to know that God is a master, is a king of kings, is a provider, is the source of my livelihood. But let patience, when it is given to you, let patience have its perfect work. Woo! When it comes, is a process of God. Achana na huyo mtu, mkae tu naye chini, hata kama nisikubiri, muelewe vizuri, musome, ujue huyu ni Mungu anashughulika ama ni dunia, ni shetani. Mtu wa shetani kushughulika na shetani msaidie. Lakini mtu wa Mungu hata mwekee dawa ya kukunywa hapo ya kukufa maradhioni, utakunywa usikie ni Coca-Cola. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi, the perfect work of God, he makes sure that it is perfect, that you cannot be able to escape until you surrender. God will never shut the doors zote madirisha afuge at once. He puts you in a cage iko na mashimo 10. Anakuja anakuuliza, my girl, are you ready? Ni hege dauti diraigu wa kiolimu. Anafuga kashimo kamoja. Anakaka, my girl, are you ready? Idauti kiliano girasho kilelege apostle. Jeda ugekiria. Anafuga kashimu kegine. Anafuga kamoja. Mimi nimekaa chini na 37 presidents kukula na kukunywa na kwenda pale nje kwa kamuti kukula ka glasi ya wine tukiongea maneno. Ati sasa ndio nakuaga na hawa wazee. Ati kupatia hawa wazee chakula hapa. Kukaa na machokora kina buju. Ati wanakuja machokora wanajaa hapa. Can you imagine? Mtu mwenye hata insi zilikuwa delicate, yani insi gi koguhereria, tiko guhereria hale. Gi koguhereria, it was a big deal. Gi peke yake insi kukadebe mimi. But at the end of the day, pale Gong nilijipata, ukiteremuka kutoka Gong, kuna juanko hapo. Nilijikuta kwa tunyumba twa mabati, tunauza kwa ile ya kupima na glasi. Kutoka kwa VSOP baka kwa glass. Kale unaekelea hivi. Alafu ndani kamechoro saduku ya mtu. Ako kane. Ndani kamechoro saduku ya mtu, na kingine kamechoro kama Masai, na kingine imeandikwa ndani kill me quick. Na kuna kingine imeandikwa rest in peace. Hapo ndio nilijikuta. Nikaenda mpaka ikafika breki za na huko nyuma zikaisha. Sikuwa najua ikitoka. Nilikuwa nasikia kitu kimeanguka kama ni kamawe. Na ninasikia niko sawa tu. Na watu wakicheka na mimi nacheka because it was normal. Kwa kitanda nilikuwa nakaa hivi, nainua kamuguu hivi, na achilia kwa kitanda. Baka siku moja niliamuka nikajikuta niko na magunyo za white zinatembea kwa mwili. That is what marked my transition. Nuna imagine sasa magunyo inakutaka kukwambia nini? Magunyo inakwambia nini? Where you are headed to. But let patience have its perfect work, that you may be perfect. Angoja,
that you may be perfect. And he patient, ikushughulikie in a perfect way so that you can be perfect. Understand that? That let it have its perfect work, so that in it, the perfect work will make you perfect. That you may be perfect and complete. Not only being perfect, but also be complete. Ati ukitembea unatembea unasikia indeed Mungu ako ndani yako. When you release yourself to God, God takes over your responsibilities. God takes over anything that has been disturbing you. So when you stop arguing with yourself, arguing around here, ukati utaacha kubishana na Mungu, God will take care of you. He will take care of anything that you need in your life. He will take care of all your responsibilities. Maadili zote wataondolewa. They will be pushed out of your life. Na usifikirie kukuja hapa kushika microphone, that means that God has okayed you. You may come kushika microphone, you prolong your challenges. You may come ujiite pastor hapa, you prolong your challenges. Unaweza kujiita intercessor hapa, you prolong your challenges. Surrender to God for him to give you the platform for your excellency. This house we are, in the month of November last year again, 2022, ungeniambia naweza kuwa mahali kama hapa, I will say no. January ungeniambia naweza kuwa mahali kama hapa, ningesema no. February ningesema no. March ningesema no, because we were tulikuwa tumetoshereka na hiyo kanyumba kadogo pale kwa watu 20. But God had a different plan, and he can use anything in your life, mostly things that you can despise. Because when you release yourself to be used by God, God brings everything that you require for his work to be fulfilled. You will not struggle. But when you are alone, you will struggle. When you are not in the will of God, it's going to be difficult, because it is you who is planning, not God. But when you release God to be planning, when you release God to work, when you release God to be in your life, when you release the ministry to God, when you release the life to God, when you release your business to God, God comes in and he makes it perfect work, that you may be perfect and complete. He completes. He makes it complete.